ambaye nitaenda kuleta leo. Tutaenda kumalizia na ujumbe huo, for such a time as this, ile ambayo Mungu aliyekuteua, aliyekuchagua wewe ili akapate kukutumia, ili ukapate kukamilisha malengo yake katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sini kwa wale ambao hatukuweko tumepata kakitu, at least tumepata kakitu, tutaenda. So leo tunaenda kumalizia na conclusion yetu ambaye tumeiona ama tutaiona, ambaye Bwana aliweza kutumia Mordekai na Esther wakati huo. Haleluya. So ningependa tukafungue Biblia zetu tena katika kile kitabu chetu ambacho tunakisoma ama tunaendelea kukisoma, Esther chapter number 4 verse 14 verse 15 na kuendelea. Nitasoma kuanzia 14. Esther chapter number 4 verse 14, nitaendelea kwa maana nitaanza 13. Naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema, wewe usijidhanie ya kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Hii ndio our theme verse ambayo tulianza nayo na tunaendelea nayo, ambapo tunaona hapa ya kwamba wakati ule Hamani alipogundua ya kwamba Mordekai anakataa kumsujudia, akatoa taarifa ama akawathreaten hawa Wayahudi, na akasema ya kwamba akaenda akaomba ruhusa kwa mfalme ili Wayahudi wote walioko Shushani wakapate kuangamizwa, ambaye Wayahudi wote walikuwa wakimilikiwa na huyo mfalme Asuero, na katika majimbo hayo yote 127. So hii vazi yetu inatuambia kwamba basi Mordekai alipojua na kugundua ya kwamba Hamani amepewa ruhusa ya kuangamiza Wayahudi wote, na Mordekai alichukua nafasi ya kusimama na kumwendea Esther na kumweleza yale yote ambayo yametokea ama ambayo Hamani anakusudia kuwafanyia Wayahudi. Ndiposa ukafikia mstari huu ambao tunaosoma wa 14, ambao tumepata mambo mengi na mafundisho mengi, as such a time as this. Na ndiposa anasema siku ya leo tunaenda katika conclusion yetu, ambaye as such a time as this, wakati kama huu. Tunaona ya kwamba wakati ule Esther na Mordekai walipokuwa huko Babiloni na walipotangaziwa ya kwamba wanauawa, kwa wakati huo tuliona vile Mordekai alireact na vile Esther alireact, ili wakapate kusimamia ama kuwasimamia Wayahudi wenzao wasije wakaangamizwa. Na sisi wakati kama huu tunajua ya kwamba wakati huu, na tumesikia kwa mataarifa ya habari na tumeona na mengine mengi yaliyopita na mengine yanakuja, wakati kama huu, kama wewe Mkristo, kama hii ambaye imepita, kama vile tulisikia mwezi huu ambao unaisha, si ndio ule mwezi ambao watoto walichomeka ama walichomwa na wenzao, watoto ambao walichoma wenzao mwezi huu.
tulipata hizo habari na za kusikitisha na habari za kushangaza sana. Yaani wasichana wanachukua nafasi na jukumu ya kuchoma wenzao wakiwa wamelala. Huu wakati tulipopata hizo habari, wewe kama Mkristo, ni nini iliyokuingia katika akili yako? Uliwaza nini? Uliwaza nini? Hao watoto ni nini? Maanake kuna comments nyingi zilitumwa, watu wakawa wanasoma, wengine wanasema ni mapepo, hao ni mashetani, hawastahili kuishi. Watu wakawalaani hao wasichana 16. Na sijui saa hii wako wapi, na sijui kama wameachiliwa. Unajua kuna fununu nyingi, zingine za uongo, zingine za ukweli ziko. Na wakati huu kuna mambo mengi yanatokea ya ukweli na ya uongo. Tumesikia saa hizi kile kinaendelea. Ni nini kinaendelea saa hizi? Na sijui ni cha uongo, kingine ni cha ukweli, hatuelewi. Kuna fununu ambazo zimetokea ama mambo yametokea kwamba watu wakipanda pikipiki wanapata kongowea zimeenda. Si ndio inaendelea saa hii? Ukipata watu wanaongea juu ya hiyo. Ukipanda pikipiki, ukikutana na mtu akikugonga ama akikushika una confirm kama kongowea yako iko ama imeenda hiyo. Hizo ni fununu na hatujui kama ni za ukweli ama ni za uongo. Nani anajua kama ni ukweli? Kuna mtu ambaye amejua ama ameelezwa ama ameshuhudia. Si madaktari mpo madaktari, mmeletewa? Hawakuletewa mgonjwa ambaye kongowea yake ilienda. Hizo ni fununi. Kwa wakati kama huu kuna mambo mengi ambayo yanatokea, fununu nyingi ambazo zinatokea, visa na visanga vingi vinatokea. Nakumbuka wakati miaka kama kadhaa 6 hivi imepita, ama 6 ama 7 hivi imepita, kule Utange kulitokea msichana ambaye tulikuwa tunaambiwa na yuko hapo na tunamjua. Tulikuwa ilitokea na ikaenea habari mpaka wakachukuliwa mpaka kwa Citizen. Msichana alikuwa anakunya vyuma. Alikuwa hapo kwetu Utange na tulikuwa tunaenda. Mara nyingi tulikuwa tunaibishiwa ili tukapate kumuombea huyo msichana. Na huyo msichana ilikuwa inasemekana alikuwa anaenda choo, vyuma, vijiko, misumari. Unashangaa, kweli hii ni nomo? Kweli hii ni kitu cha aina gani cha kushangaza? Sisi hatujawahi shuhudia akienda, lakini tulikuwa tunaona vimepangwa hapo, sarakasi na vituko. Wakati ule ulikuwa hivyo. So wakati kama huu ambayo wewe uko, for such a time as this, wakati huu ambao tuko sasa, vile mambo yanaendelea, vile yale ambayo unayapitia ama unayaona ama unayasikia, kwa wakati kama huu, for our today's conclusion, for such a time as this, number 1, conclusion yetu inatuambia kwamba for such a time as this we need Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. For such a time as this we need a savior who is Jesus Christ, our savior. We need him. Tunamhitaji Yesu kwa wakati kama huu. Wakati ule Esther na Mordekai walikuwa wanahitajika wakapate kusimama kwa ajili ya Wayahudi. Na wakati wetu huu tunamhitaji Yesu. Unamhitaji Yesu, mama uliye mahali hapa, msichana uliye mahali hapa, kijana na mzee uliye mahali hapa. Kwa wakati kama huu wewe unamhitaji Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninamhitaji Yesu na unamhitaji Yesu akapate kuingilia kati maisha yako, akapate kuingilia kati kwa yale ambayo unayoyapitia, akapate kuingilia kati serikali yetu, akapate kuingilia kati familia yako, akapate kuingilia kati maybe biashara yako, maybe kwa yale ambayo yako mbele yako. We need savior. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunamhitaji huyu Yesu kwa wakati kama huu.
Hauhitaji kipenzi chako, no. Hauhitaji biashara yako ikusaidie, hapana. Hautahitaji mama yako ama baba yako akusaidie katika maisha yako. Muite Yesu. Tunaambia kwamba tumtazame Yesu, yeye aliyeanzisha na mwenye kutimiza imani yako. Mtazame yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtazame huyu Yesu peke yake. You need Jesus. Na muhitaji Yesu akaingilie kati maisha yangu, akaingilie kati huduma yangu. Mara nyingi huduma inakuwa ngumu kutumika. Unaona ni ugumu kutumika katika huduma Mungu aliyekuitia. Unamhitaji yeye kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Unamhitaji huyu Yesu ili akapate kuingilia kati maisha yako. 1 John chapter number 4 verse 14. 1 John ufunuo wa Yohana ama ni waraka wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ni wa 4, mstari ni wa 14. 14 inasema hivi: na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Mstari wa 15, kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa mtumishi wa Mungu Yohana anasema hapa ya kwamba na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba ambaye ni Mungu alimtuma Yesu ili akapate kuja ulimwenguni, ili akapate kukukomboa wewe na akapate kunikomboa mimi kwa yale ambayo unayoyapitia. Zaidi, dhambi ile iliyo ndani yako, unamhitaji Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa wakati huu, dada na mama yangu na ndugu yangu na kaka yangu, unamhitaji Yesu aingilie kati maisha yako. Pengine umejaribu kusimama wakati huu tangu mwaka uanze, ukatoa ukatoa nadhiri zako mbele za Bwana, ukamwambia Bwana, mwaka huu Mungu nishike mkono, nitasimama na kazi yako, nitasimama na huduma yako, nitasimama mimi katika maisha yangu. Lakini umefikia wakati huu umeshindwa. Kama vile Petro alipoona maisha yanamuendea mrama, yeye alikuwa na imani ya ajabu kumwamini Bwana Yesu Kristo. Manake alikuwa anaamini ya kwamba Yesu ana nguvu na ana uwezo. Mara nyingi alikuwa anaanguka na mara nyingi alikuwa anasimama. Wakati kama huu, je, dada yangu, maisha yako yako vipi na Yesu? Maisha yako yako vipi na Yesu? Uhusiano wako uko vipi na Yesu, dada yangu na mama yangu? Ni wakati huu sasa ukapate kurekebisha maisha yako wakati kama huu na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ili akapate kulainisha maisha yako, akapate kulainisha ndoa yako, akapate kulainisha biashara yako na kile ambacho kiko mbele yako ambaye Mungu amekuwekea, ili akapate kukamilisha kazi yake ndani yake. So for such a time as this, we need Savior. Tunamhitaji Yesu akaingilie kati na ili akapate kutukomboa na kutuokoa. Number 2, at such a time as this, we need hope and faith at the midst of life storms. We need hope and faith at the midst of life storms. Wakati kama huu, kwa yale ambayo unayoyapitia mpendwa, unahitaji imani. Imani yako ikapate kuwa ni sambamba. Imani yako ikapate kuwa imara mbele za Mungu.
We need hope. You need hope. Unahitaji kuwa na tumaini na imani. Kuna tumaini na imani. Hizi zote zinahitajika kuwa ndani yako. You need hope and faith at the midst of life storms. Haya maisha kwa wakati kama huu, vile maisha yanakupeleka, vile huduma inakupeleka, hakika unahitaji uwe na matumaini ya kutosha katika maisha yako. Katika maisha yako na maisha yangu, tunahitaji kuwa na tumaini na imani katikati ya yale malumbano ama yale yote tunayoyapitia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma Romans chapter number 15 verse 13. Warumi 15. Warumi 15 na mstari wa 13. Mstari wa 13 unasema hivi: lakini kama hakuna kiyama ya wafu, nimesema ni Romans, sorry, ninasoma wa Korintho, sorry. Romans 15 verse 13. Basi Mungu wa tumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Basi neno la Mungu hapa linasema, basi Mungu wa tumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini. We need hope and faith. Tunahitaji tumaini na amani ya kuamini, faith, kuamini, na mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Hayo ndiyo maombi Paulo alikuwa akiombea kanisa la Warumi, akiwaambia kwamba zaidi ya yote Mungu wa tumaini awajaze nyinyi furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati kama huu, wacha Mungu wa tumaini atujaze furaha ndani ya mioyo yetu. Hata kama kuna mazito ambayo unayoyapitia wakati kama huu, hata kama kuna changamoto ambazo unazipitia wakati kama huu, wacha Mungu wa tumaini akujaze furaha na tumaini ndani yako, ili tukapate kuwa na nguvu na tumaini katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Na kwa sababu ya muda hauko upande wetu, ningependa kwenda kwa haraka. Naenda kumalizia na kipengele cha 3 katika conclusion yetu, for such a time as this. Number 3, we need God's word. We need the Bible. Tunahitajika kuwa na neno la Mungu ndani yetu. Neno la Mungu likapate kuwa kwa wingi ndani yako. Hili neno la Mungu kwa wakati kama huu linastahili kuwa kwa wingi ndani yako, ili likakuwezeshe wewe kushinda, likakuwezeshe wewe kuitwa mshindi katika maisha ama wakati kama huu, likakuwezeshe kukupa wewe tumaini na kusimama imara. Bwana Yesu asifiwe. We need the God's word. Tunahitaji kuwa na neno la Mungu. Neno la Mungu likapate kuwa ndani yako wakati kama huu. Usianze kutegemea professional. Unajua wakati kama huu, Biblia inasema ya kwamba, Timotheo wa kwanza mlango wa 3, inasema ya kwamba siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari, kwa sababu watu watapenda fedha kuliko kumpenda nani? Mungu.
Hizo ndizo nyakati za sasa, watoto kutotii wazazi wao, mambo ya ajabu kutokea. Wakati kama huu tunahitaji neno la Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji neno la Mungu likajae kwa wingi ndani yako, likakuongoze. Zaburi 119 na mstari wa 115 inasema ya kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu. Kwa hivyo hilo neno la Mungu ni taa katika maisha yako, ambalo unalihitaji kwa wakati kama huu, likakumulikie, likakuongoze katika maisha yako, katika jamii yako. Unahitaji ili neno ambalo ni taa. Mitishamba haitakusaidia, mafuta hayatakusaidia, chumvi haitakusaidia. Unahitaji neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unahitaji na ninahitaji neno la Mungu kwa wakati kama huu, ili likapate kunisaidia kusimama, ikapate kunisaidia kuongoza jamii yangu, kuongoza kanisa la Bwana. Ninahitaji neno la Mungu likapate kuniongoza katika maisha yangu. Zaburi 110. Wacha nitasoma kwanza Zaburi 119 na mstari wa 11. Hii ni zaburi ambayo tunaijua sana, ambayo inasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, ili nisije nikafanya nini? Nikakutenda dhambi. Inasema hivi, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Hii inaashiria neno la Mungu kwa wakati kama huu likiwa ndani yako, litakuongoza wewe. Hautawahi kutenda dhambi, halitakuongoza katika mabaya, kwa sababu hili neno ni taa. Litakuongoza kwa mema yote ambayo Bwana ameyaweka ndani yako. Ingine ni Proverbs chapter number 4 verse 4. Utaenda kusoma hili neno likiwa ndani yetu, basi tukapate kulifanya jinsi linavyosema. James chapter number 1 verse 22. James ni Yakobo mlango ni wa kwanza, mstari ni wa 22. Kutoka Hebrews unaingia Yakobo mlango wa kwanza na mstari wa 22. Inasema hivi, mstari wa 22 inasema hivi, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Hili neno likiwa ambalo tunalihitaji, basi hili neno tukatende sawasawa jinsi vile linavyosema. Tusiwe tu wasikiaji wa neno, tuseme tumebarikiwa, lakini hatutendi vile linavyosema. Neno hili linatuongoza kwa mwangaza. Neno hili la Mungu lina mambo mazuri katika maisha yako. Ikiwa ni kijana, ikiwa ni msichana, ikiwa ni mama, ina maneno, ina maandiko ya